wake. Maneno yaliyobaki yananing'inia hewani, kilio kilichokauka. Unajua kwa kaka kwa hiyo wala mimi kuishi. Heshima. Unadhani kinachofanya sahihi? Nimesema kwa sababu nakupenda. Kama tunakuuliza. Unadhani ndio kwa mfumo wa ngono mpaka lini? Kilichokauka kimebaki kwenye kope zako. Niseme nini sasa, wakati muda unayeyuka? Nisikilize, pumzi ndio jibu. Nimebeba upepo wa mwisho, mwangaza wa jioni unacheza kando ya uso wako. Naguswa na baridi. Kangu. Kwa mimi mangachi mlikuwa kesi sijamuona. Ndio. Wameenda kisimani na zioni kuchota maji. Ndogo. Unanivuta taratibu kwenye moyo wako, nishike mkono tusije tukapotea. Shikamoo bro. Marhaba, vipi? Tasbu. Marhaba. Sasa dogo. Mambo gani unafanya, mambo ya kitoto haya? Unajua kabisa tunatakiwa asubuhi tuai shamba. Wewe mamko kwenda kuzurura kwa mambo gani sasa unafanya? Hapana bro, sikaenda kuzurura. Mimi nimeamka asubuhi sana. Lakini bado wakati huo ulikuwa umepumzika. Kwa nikaona nisikusumbue. Badala yake sasa nikaona nipate maji ambayo yataweza kutusaidia siku ya leo na Zuena. Lakini ndio muda wenyewe tunaweza tukaenda. Sema fresh. Tuongea na Sam. Sam nishampanga kila kitu. Unaona hatuna muda kupoteza. Nayeyuka, nisikilize ndio jibu. Nimebeba upepo wa mwisho, unaniita karibu. Baba, nimekuja kwako, naomba nipatie nguvu. Zile kizima kiniogope. Uko tayari kutoa sadaka? Ndiyo baba, niko tayari. Wewe bado kijana mdogo sana. Subiri kwanza ukue na upate ujasiri, ndipo nitakapokuweza kukupa nguvu hiyo. Na wewe utakuwa mlisi wangu. Kwa sasa bado. Sawa baba. Upepo wa mwisho unavuna uchawi wako, unabeba ahadi, unazikiza mbali mapenzi ya uongo ya kwenye mawe. Wewe ni mtu wa mjini, lakini mkuja kutembelea kwetu kijijini. Sisi tumekulia huku, tumezaliwa huku. Lakini natamani siku moja kufika sana mjini. Natamani kujua watu wako mnaishi vipi. Je, kuna milima kama hii ya kwetu? Kuna miti mikubwa kama hii ya kwetu? Kuna mawe makubwa? Natamani kujua vitu kama hivyo. Kuhusu hilo usijali. Tutaelewa nikiwa laini.
Kula mapori kama hakuna miti kama hii. Sinaambia. Ni pazuri kesho. Kwa kule kuna magorofa nini? Natamani sana siku moja kufika huko. Sijali. Kikubwa kama unania utafika. Sawa. Lakini sasa natamani kufika bila kuwa najiuliza maswali mengi. Nikifika huko mwenyeji wangu atakuwa ni nani? Isipokuwa sina ndugu maeneo hayo. Kwa hiyo sijali. Hata mimi naweza kuwa mwenyeji wako. Itakuwa vizuri. Alafu hizo naomba nikwambie kitu, lakini usikipokee kwa ubaya wala usikipokee tofauti. Kiukweli ni kama mwanangu nakupenda, tamani tu kwenye mahusiano kisha tunyote mjini kama vile ambavyo penda kwa kijijini, tutaenda tukaanzisha maisha yetu kwa mjini. Zuena, kwani kuniambia maneno kweli? Labda tu nikwambie kitu. Wewe ni ndugu yangu. Na sio ndugu yako wa kupapasa. Ni ndugu yako haswa. Kwa sababu dada yako kaolewa mimi na kaka yangu. Kwa hiyo dada yako ni shemeji yangu. Tumeishi kwa muda mrefu sana. Naguswa na baridi, lakini moyoni kuna moto. Ashumu, leo labda imetokea baba nimekubalia nimeingia kwenye mahusiano na wewe. Hivyo nafikiri dada yako atajua itajenga picha gani, italeta taswira gani katika jamii inayotuzunguka na katika familia yetu pia. Ndio ulitambue na uliweke akilini. Sawa. Unaonekana unampenda sana Zuena. Zuena nilimpokea mimi. Sio kwanza tu nilipomuona. Vitu vilivyovutiwa naye. Sasa zangu na sisi nampenda. Lakini nafasi bado nayo. Lameki. Hiyo nafasi iko hapa kati kabisa na muona Yusuf. Yupo na Zuena. Na Zuena anaonekana kabisa tayari mtazama kwa penzi la Yusuf. Sam, ipo namna ya kufanya. Lameki, mapenzi sio vita. Mapenzi ni makubaliano na maridhiano. By the way, ndio umesha sana. Naweza kuondoka sasa kwa nyumbani. Sawa. Mungu fundi. Na kweli toka. Kuangalia mpaka nikakumbuka ujana wangu nilipokuwa nikifikia bado siku ya kwanza ninakwenda. Yani sasa najiona na kuopa mpaka naweza kuvaa vesti. Toka Zuena ingia hapa ndani. Tunaishi maisha ambayo ni maisha bora ambayo kwa miaka kwa tuishi. Alikuwa niishi kwa upendo, niishi kwa furaha, niishi kwa amani. Imenifanya sasa. Kwamba sasa nina kwangu, nina mkeli na nikaona hicho sana. Natamani haya maisha tunayoishi yawe maendeleo. Hivyo mwanaume, kuna shukrani. Unafikiri mwanamke gani ambaye atavumilia madhaifu yako? Punguza sauti sana, tunaishi na wakati. Alafu kingine, sio kuja mdogo wangu hapa nyumbani ndio nimeficha makucha. Hapana. Nasubiri azoe tu. Niwashi moto. Alafu nilisikia kuna neno umeongelea amani. Amani ipi? Kama nataka amani.
Twende chumbani. Chumbani? Yao. Twende. Mwanaume nimepata, kazi ninayo. Lakini moyoni kuna moto. Upepo wa mwisho unaniita karibu, unanivuta taratibu kwenye moyo wako, nishike mkono tusije tukapotea kabla usiku haujafunga safari yake.